2 Corinthians chapter 3. I'll start by reading at verse 14. Wakorintho wa pili sura ya 3 taanza kusomea mstari wa 14. Their minds were blinded, for until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Taanza kusoma mstari wa 14. Ila fikra zao zilitiwa uzito, kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale, utaji huo wakaa, yani haikufunuliwa kwamba uondolewa katika Kristo. Ila hata leo torati ya Musa isomapo, utaji uikalia mioyo yao. Lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule utaji uondolewa. Basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. The title of this message the Lord put on my heart to share with you tonight is, where the Spirit of the Lord Jesus Christ is, there is liberty. Kichwa cha ujumbe ambalo Mungu amenipa ni kushikisha leo jioni ni kwamba alipo Roho Mtakatifu, hapo ndipo penye uhuru. In Bay region and country of Tanzania, the Lord Jesus Christ wants all captivity to end. Na wanyi watu wa Isangu hapa Mbeya, Mungu ametutuma ili watu wote wa maeneo haya waweze kufunguliwa, wawe huru. The Lord Jesus Christ has organized these meetings to put his name here to set you all free. Yesu Kristo mwenyewe alihusika kikamilifu katika maandalizi ya mikutano hizi kwa lengo moja tu, kwamba uwe huru mbali na utumwa wa shetani. Christ does not want one of you to be bound by one sickness. Shetani, yani Yesu hapendi kabisa kuona mtu hata mmoja anateswa na shetani. Christ wants none of you to be bound by even one devil. Yesu hapendi kabisa kuona hata mmoja wetu akiteswa na mapepo. Jesus Christ does not want one of you to be bound by any witchcraft. Yesu hapendi kabisa kuona hata mmoja wetu anateswa na wachawi. Christ wants to set you free from all false religion that would bind you. Anataka kufungue na kuweka huru katika mambo yote yaliyofunga maisha yako. Christ does not want any more demons visiting you in your sleep. Yesu hapendi kuona mashetani wakikusumbua katika usingizi. Christ wants to set you free from all the power of the enemy in his name. Hivyo Yesu anapenda kabisa uwe huru mbali na nguvu zote za adui shetani. But the scripture tells us there is a condition for receiving the freedom that Jesus Christ has for you. Kwa hivyo Mungu anatuambia kabisa kwamba ikiwa tutakuwa huru, basi ni lazima tuamini neno ambalo Mungu anatuletea jioni ya leo. The last phrase of chapter 3 verse 17 declares, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Tuliposoma mstari 17, maandiko yanasema alipo Roho wa Bwana ndipo penye uhuru. Listen very closely to God's word. It does not say where the spirit of witchcraft is, there is liberty. Hebu sikiliza kwa makini sana. Maandiko yanasema kwamba penye roho ya uchawi au kienda kwa waganga ndipo utakuwa huru. It does not say where the spirit of religion is, there is liberty. Haijasema kwamba alipo roho wa dini ndipo kuna uhuru. It does not say where the spirit of fornication is, there is liberty. Haijasema kabisa kwamba alipo na roho ya uzinzi kuna uhuru. But only where the Spirit of the Lord Jesus Christ is, only there will there be liberty in that life. Lakini ujue kabisa kwamba alipo Roho wa Mungu peke yake, hapo ndipo penye uhuru. Hallelujah. Hallelujah. You see, Tanzanian citizens, 45 years ago, your nation received political independence. Hebu elewa kabisa watu wa Tanzania ya kwamba miaka kama 20 au 45 nchi yetu ilipata uhuru. That wasn't independence or a liberty. That was physical. That was political. That was social. Lakini uhuru huo ulikuwa ni uhuru wa kujitegemea kisiasa, kiuchumi na hata kwa mambo ya kawaida. But there's a greater liberty that God Almighty wants to bring to each of your individual personal lives. Lakini kuna uhuru ambao Mungu aliye mkuu juu mbinguni anataka uje uhuru huo katika maisha kila mmoja wetu. This liberty is not based on your geographical residence. Uhuru huu hautegemei unakaa wapi ama unatoka wapi. This liberty is not based on your political affiliation. Uhuru huo hautegemei
mwanasiasa au sio mwanasiasa. It's not based on your tribal background. Uhuru huo utegemei ulitoka wapi katika kabila la gani. It's not based on your social or familial relations. Hautegemei kabisa mahusiano wako na watu wengine. The liberty that God Almighty offers you is based on one thing. Uhuru anaokupa Mungu utegemea jambo moja tu. It's based on your relationship with Him and Him alone. Uhuru huo utegemea uhusiano ulionayo na yeye na wewe na yeye peke yenu wawili. But the Lord wants to tell you tonight, there's a certain way you must relate to Him to have the liberty that He offers you. Mungu anakwambia jioni leo kwamba kuna njia inayokupasa uanze uhusiano naye ili uwe huru mbali na mambo yote yanayokutesa. There's a special place you must be in your life to receive the liberty that He offers you. Lazima uandae nafasi ndani ya moyo wako ili upokee uhuru ambaye Mungu anakupa jioni leo. And that place where God offers you eternal liberty in every area of your life is found in the Spirit of the Lord. Unapoondoa moyo wako kabisa ukaandaa sehemu ili Mungu apate nafasi ndani mwako, ndipo Roho Mungu ambaye analeta uhuru katika maisha yako atapata nafasi ya kukaa ndani yako na anakupa uzima tangu sasa na hata milele.